Somo letu la leo kichwa chake kinasema, unaweza ukaandika kichwa cha somo, uharibifu katika muda uliokatizwa. Uharibifu, andika uharibifu katika muda. Uharibifu katika muda uliokatizwa. Punguza tena mwangu kidogo. Uharibifu katika muda uliokatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaangalia hili jambo linaloitwa muda, na tutamwangalia Mungu asili yake ilivyo, na tutajifunza kitu ambacho kinatembea katika maisha yetu kila siku. Lakini nataka tuingie kwenye kisa kimoja ambacho tunakisoma katika maandiko matakatifu, na jambo hilo lipo katika kile kitabu cha Mwanzo. Tukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 26. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 26. Angalia maneno ambayo Mungu aliyasema, lakini angalia kitu ambacho Mungu alikifanya kwa mwanadamu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na ule 27. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana asifiwe sana. Katika uumbaji wa juu sana ambao Mungu alishawahi kuumba, ni uumbaji unaojulikana kama uumbaji wa mwanadamu. Sisi watoto wa Mungu au sisi wanadamu tuliumbwa kwa sura kamili na mfano kamili wa Mungu. Yaani sisi ni chapa ya nafsi ya Mungu. Tukisema sura hatumaanishi pua, macho na mdomo, lakini tunazungumza kuhusiana na mambo ambayo yeye Mungu alionayo, yale mfanye kuwa Mungu. Kwa mfano kuumba, uwezo wa kufikiri, kuwa na tabia ambazo ni tabia njema na utakatifu, uwezo wa kupenda kwa ndani sana, na uwezo wa kutawala na mamlaka yote. Kwa sisi tuliumbwa kikamilifu kabisa kwa sura na mfano wa Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu alimaliza kazi hiyo ile siku ya 6. Kila mwanadamu aliumbwa kikamilifu afanane na Mungu. Ukimwangalia mwanadamu basi umemwona Mungu. Na ndio maana hata wakati mwingine Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani kama sura kamili ya Mungu ambayo haijaharibiwa, hajaingiwa na uharibifu. Unajua sisi wengine wote tuliingiwa na uharibifu, tukaharibu sura ya Mungu. Sisi hali tulioko nayo sasa hivi, kama hujaokoka, hujazaliwa mara pili, ni sura iliyoharibika ambayo haifanani na Mungu. Na kazi ya shetani kubwa ilikuwa ndio hiyo, kuharibu sura ya Mungu. Kwa sababu akishaiharibu sura ya Mungu, basi mwanadamu hawezi kufanya mambo kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuja kujifunza somo lake kwa urefu sana, jinsi gani sura ilivyoharibiwa. Lakini siku ya leo sio kiini cha somo hilo. Nataka tu nikwambie kwamba mwanadamu aliumbwa kikamilifu bila shida au kasoro yoyote. Lakini kuna kitu kilitokea ambacho nataka tukisome kwenye sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Fungua sura ya 3 pale, mstari ule wa 3. Walipokuwa pale Eden baada ya wanadamu kuumbwa, Adam na Hawa. Lakini angalia kitu gani ambacho nyoka alikintroduce kwa mwanamke na kwa wanadamu. Tusome kile kisa kuanzia mstari wa kwanza. Anasema,
Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini tutaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Angalia kitu ambacho nyoka anamwambia mwanamke. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho. Nataka uangalie maneno mawili yanofuata. Mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, na ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia uongo ambao shetani alikuja nao. Akamwambia, ukila haya matunda utafumbuliwa macho yako, nawe utakuwa kama Mungu, ukijua mema na mabaya. Kwa nini amwambia tena utakuwa kama Mungu, wakati mwanadamu tayari alishaumbwa kwa mfano wa Mungu? Maana ni kwamba Adam na Hawa tayari walikuwa kama Mungu tangu mwanzo walivyoumbwa. Lakini hapa shetani anakuja kuintroducea idea ambayo tayari ilikuwa ndani yao, lakini pengine walikuwa bado hawajaiona imefumbuliwa. Kwa hapa idea mpya, akaambia siku mtakapokula mtafumbuliwa macho yenu, nanyi mtajua mema na mabaya, nanyi mtakuwa kama Mungu. Na kweli ile idea ilishawishika katika moyo wa Hawa, akajiangalia akajiona bado hajawa kama Mungu. Akagundua kwamba kumbe nikijua jema na baya kweli nitakuwa kama Mungu, bado sijakamilika kuwa kama Mungu. Unadhani ile kauli ilikuwa ni ya uongo? Shetani alipenyeza kauli ya kweli, lakini kwa lengo la kumwangamiza Hawa. Na tunaona kitu gani kilitokea baada ya pale? Hawa akashawishika, akasema kweli na mimi nataka kuwa kama Mungu. Na kweli wakaenda wakala lile tunda na mume wake, wakafumbuliwa macho, wakajua mema na mabaya, alafu wakawa kama Mungu. Na Mungu mwenyewe aliposhuka akasema, sasa hawa watu wamekuwa kama sisi, basi na tuwafukuze nje ya bustani, wasirejee tena katika ule mti wakala, wakawa tena na maisha milele. Kwa hiyo unaona ni kweli kabisa walifumbuliwa macho wakawa kama Mungu. Lakini Mungu anasema alimuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Na ule mwanadamu alikuwa ameshakamilishwa na Mungu kuwa kama Mungu exactly. Bwana Yesu asifiwe sana. But ukichunguza hapa kitu gani kilitokea? Maana yake ni kwamba ukamilifu wao kuwa kama Mungu ulikuwa bado haujatimia ndani yao. Maana yake ni kwamba kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anakiumba ndani yao, katika kitu kinachoitwa progress, katika kitu kinachoitwa hatua, lakini kilikuwa bado hakijakamilika vizuri ndani yao. Adam na Hawa walikuwa wameshaumbwa, lakini ile namna kuwa kama Mungu shetani aliona bado haijakamilika ndani yao, ijapokuwa aliumbwa kama Mungu, kuwa kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka ufikirie hapo na uone hichi kitu, na pia tujifunze asili ya Mungu ya namna ambavyo anafanya mambo yake. Ndio maana ukiangalia katika Eden utaona pale pale Mungu alisema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Alafu anasema akamuumba mwanamke na mwanamume. Lakini baadaye unaona lile jambo alikutokea wakati ule ule. Utaona alimuumba kwanza Adam, alafu wakakaa muda mrefu sana. Wanatheolojia wanasema ilipita miaka mingi sana. Miaka mingi. Baadaye ndo akaja kuumbwa Hawa. Lakini Hawa tayari alikuwa ameshaumbwa, lakini kutokea kwa Hawa ilichukua muda mwingi sana. Ilichukua miaka mingi. Yaani Adamu alikuwa shejua dunia na shezoea. Paka Mungu aliposema si vyema, Adamu akaletea usingizi, akaletewa Hawa. Na alipoletea yule mwanamke,
Adam akasema hakika sasa huyu kweli anafaa kuwa msaidizi wangu. Maana kazi alizifanya, lakini bado aliona hakuna anayeweza kufanya. Na Mungu alikuwa ameruhusu hilo maksudi. Mungu alikuwa anamuandaa Hawa taratibu taratibu ndani ya Adam, ili Hawa atakapokuja Adam aweze kumjua na kumthamini na kumweka katika nafasi inayostahili. Kwa mfano, angemuumba kipindi kile kile ambacho Adam kaumbwa, Adam asingeona umuhimu wa Hawa katika maisha yake. Lakini pamoja na hiyo, Mungu alikuwa ameshamuumba Hawa siku nyingi. Lakini kutokea kwa Hawa ilichukua progress muda. Kwa hiyo pengine baada ya miaka 100 au 200, shetani sasa Hawa naye kashaka bustanini kashazoea mazingira. Sasa nyoka ndo anamjia, shetani anamjia, akimwangalia mwanadamu akamwona bado yuko kwenye process na mchakato wa kwenda kuwa kama Mungu. Kwa shetani alichokuja kukifanya ni kuja kukatisha ile progress au ule muda na kuvuta matokeo kwa haraka kabla ule wakati. Ndio maana somo letu leo linasema uharibifu katika muda uliokatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua sisi wanadamu hata leo hii bado kuna michakato ya Mungu aliyaumba, alifanya, alisema ndani ya zile siku 6. Lakini mpaka leo hii bado kuna vitu bado havijatokea sawa na alivyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo ndani ya zile siku 6, miaka 6000 iliyopita, kuna vitu ambavyo Mungu aliviumba, lakini tunapozungumza mpaka leo hii bado havijatimia. Kwa hiyo Mungu aliumba, lakini bado anaendelea kuumba. Fahamu kabisa, Mungu alitengeneza na bado anaendelea kutengeneza. Kwa mfano, mimi na wewe tumekuja kutokea kwenye karne 20 na karne 21. Lakini kuumbwa kwetu sisi tuliumbwa siku ile Mungu alivyosema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maandiko yanasema na jeshi lote likatimia la mbinguni. Sisi wote ni pamoja na jeshi lote tulitimia katika ile siku ya 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunakuja kuonekana leo. Lakini kuna watu pia walishatamkwa kule bado hawajaja duniani, watakuja kutokea kesho kutwa, mwakani, hatujui mpaka lini. Ile siku ambayo Mungu anatimisha ulimwenguni hapa ndio siku ambayo mwanadamu wa mwisho yule muumba atatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini angalia, kuna kitu kinachoitwa muda na mchakato. Kwa hiyo Mungu uumbaji wake ni uumbaji wa muda na mchakato. Na kusudi lote la Mungu huwezi kulijua katika siku ya kwanza, wala huwezi kulikamilisha katika siku za kwanza. Lakini kusudi lote la Mungu linatimia katika utimilifu wa wakati ambao kauweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nyoka akatokea akamwona huyu mtu kuna kitu bado hajakijua kinachoitwa jema na baya. Kuna kitu bado hajakifahamu. Na najua kuna siku Mungu atampa kufahamu mema na mabaya. Lakini sasa mimi ninaingilia katikati ili niharibu huo mpango mapema kabisa kabla ule wakati wa kujua mema na mabaya. Nitamfundisha kwenda kula katika ule mti wa ujuzi. Alafu akaule, alafu akaabort mission. Unajua sasa na mwanamke anabeba ujauzito kwa muda miezi 9. Alafu wewe umebeba ujauzito, alafu bado una shauku sana kupata mtoto. Umeona mimba na miezi 3, unamwambia daktari nifanyie operation tu huyo mtoto nitamlelea na kumnyosha maziwa. Daktari anakuambia subiri ifike miezi 9. Hapana, mimi natamani na nina kiu sana na mtoto, ni namna mtoto. Utaenda kule utatoa kijusi. Afu utaanza kulalamika, utasema Mungu, mtoto yuko wapi? Umeshaharibu mpango. Kumbe mpango ilikuwa ni miezi 9 ipite. Alafu kishapita ile miezi 9 kitokea kile kiumbe kio kina mifupa, kina nywele, kina macho, kina ulimi, kina mikono na kina miguu. Lakini wewe unaenda kukiaboti. Unaenda kukitoa. Madhara utaona. Hicho kilichotokea Adam na Hawa pale bustanini. Sio kwamba Mungu hakuwa hataki wajue mema na baya. Alikuwa anataka wajue, lakini katika muda na katika mpangilio wa wakati na majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka nikuonyeshe siku ya leo ni kwamba kuna kitu kinachoitwa muda
ambacho sisi kama watoto wa Mungu tunakikataa au tunakipuuzia au tunakiona ni kitu kingine ambacho hakina manufaa kwetu. Lakini ukijifunza Ukristo na kazi ya Mungu inayotembea ndani ya muda, basi utaweza kufahamu na kutambua ufahamu wa Mungu kwetu sisi. Muda ni nyenzo kubwa sana ya Mungu ya kutimiza kusudi lake na uumbaji wake mkamilifu. Sisi tunachukua muda kama kitu cha kungoja, lakini Mungu muda anautumia kama fursa ya uumbaji. Wewe ukiangalia muda unaona kama nimesubirishwa, lakini Mungu akiangalia muda anaona ni fursa ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili jambo ambalo nataka kila mmoja wetu alifahamu, kwa sababu maisha yetu sisi kama Wakristo ni maisha ambayo yanajengwa katika kitu kinachoitwa muda, na Mungu amekusudiaga hivyo tu. Sio tu maisha ya Ukristo, hata maisha ya ulimwengu huu. Mpaka najiuliza kwa nini nilipokuwa shule ya msingi napewa miaka 7. Nasema miaka yote ya nini hiyo? Miaka 7. Naenda tena sekondari napewa miaka 4. Naenda tena advance napewa miaka 2. Naenda tena chuo napewa miaka 3. Nikijiangalia na miaka karibia 20 shuleni, pamoja na machekechea huko na ile miaka ambayo nimekaa. Sasa nauliza kwamba hivi vitu vyote si vingepunguzwa tu walau ndani ya mwaka mmoja, miaka 2 nini nimemaliza yote hayo. Sasa fikra zangu zikikuwa zinaniambia hivyo, muda najua sasa atanipa mtihani ule mtihani sasa, sasa nipe leo nifanye niendelee zangu, maisha yangu endelee, nipate cheti. Lakini wanadamu wanajua kwamba katika ule muda ambao umepewa ndio wakati ambapo yale maarifa yanaingia ndani yako. Wanajua kabisa maarifa hawezi kuingia ndani ya mwanadamu instantly. Huwezi kuelewa kitu kwa leo, kuamka na kulala. Ukienda shuleni afu kuona kila mtoto kaingia unamfundisha anasema ndiye nimeelewa, hii rahisi, hii nimefanya hii na hii na hii, ujue mtu anaenda kupata 0. Yaani nature ya mwanadamu siku zote vitu vinaingiaga taratibu kwa sababu kaumbiwa uumbaji wa taratibu ndani yake. Hajaumbiwa uumbaji wa haraka wa mchaka wa kukimbizana. Nataka nikupe mifano ya watu ambao walijaribu kufanya mambo kwa haraka, lakini mambo yakaenda kuwa mrama. Mwisho wa siku mambo yakawaribikia katika safari hiyo. Angalia leo hii watu ambao wanatafuta mali, wanatamaa ya mali. Maandiko yanasema pesa inokusanywa kwa taratibu itaongezeka, mali inokusanywa kwa taratibu itaongezeka. Lakini yule ambaye anapupa siku zote anaangukiaga pabaya. Unakuta mtu anatamani apate kitu, anatamani apate fedha, anatamani awe tajiri. Akimwona mtu amekuwa fulani, naye anasema ngoja na mimi niingie kwenye kubeti, ngoja na mimi niingie nikatafute nikapige madili, nipate tu dili, papu napata milioni 1 leo, papu napata milioni 10 leo, papu napata, yani madili. Mwisho wa siku watu wanaangukiaga pabaya sana. Wanaangukia eneo ambalo ni hatari sana. Kwa sababu hata katika mambo ya kidunia tu yanatufundisha hakuna mtu ambaye anafanikiwa katika mafanikio kweli katika mambo ya pupa. Haijai kutokea. Inamchukua mtu muda. Hata leo ukimwangalia mtu ambaye unaweza kusema ni tajiri sana, utagundua hata utajiri wake pengine ulikuwa umeshaanzaga na wazazi wake huko, yeye anaendeleza. Ni mara chache sana inaangukiaga bahati kwamba mtu tukatokea tu kabahatika tuka hivi, lakini ni vitu ambavyo vinaanza by progress. Na hivyo ndivyo Mungu anapobarikigi. Chochote ambacho unachokianza usianze kwa matarajio makubwa, utaangukia pabaya, kwa sababu unakatisha muda. Ukikatisha muda una hatari kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika maisha ya kihuduma nikwambie, sisi ni watumishi wa Mungu, lakini kama watumishi wa Mungu fahamu kabisa mpaka uitwe mtumishi wa Mungu, achana na ile kusema mimi nimeokolewa, lakini mpaka uitwe mtumishi wa Mungu, yani Mungu aseme huyu ni mtumishi wangu,
ujue kuna muda utaupitia tu. Ukikatisha muda utakutana na mabaya. Muangalie Musa. Musa alikuwaje? Musa ukisoma habari yake, alikuwa na kiu ndani yake ya uongozi na ukombozi, na alikuwa na nia kweli kabisa kutaka kwenda kukomboa watu. Musa huyo, na nia yake ilikuwa ni njema. Alipoenda kule akatoka akajitambua kwamba mimi sio Misri cha kwanza, naasi ufalme. Akatoka akaangalia ndugu zake Waebrania, mmoja Misri anampiga Mwebrania. Musa akasema naenda kuamua ile kesi. Akaambia, mbona mnapigana hapo? Wewe kwa nini unamuonea huyu? Yule Misri akasema achana na mimi. Musa akasema wewe unijui mimi damu ni nzito kuliko maji, na niko hapa najua na kwenda kukomboa watu. Akasimama kwa hasira na kinyongo, akachukua risasi na bunduki SMG, akampiga kichwa. Alafu akaenda akamfukia huko, akaenda akamzika kabisa, akamtupa kwenye asidi. Wale Waebrania, yule Mwebrania wone akapiga makofi. Akasema sasa huyu ndo mkombozi. Huyu ndo mtetezi wetu. Siku ya pili tena akakutana na mwingine, Waebrania wale wanagombana. Akamwambia, nyinyi ndugu, mbona angalia, anataka kwenda kupatanisha. Adui yao alipotokea alimuua adui. Hapa ndugu wanagombana, anaenda kupatanisha. Akamwambia, wewe unataka kutuua kama ulivyomuua yule Misri jana? Kumbe habari yake kama imejulikana. Musa akala kona, akaenda huko majangwani. Alikuwa anataka kuwa kiongozi, lakini kiongozi ambaye hajui kwamba uongozi una maandalizi, uongozi una matengenezo ya muda. Haleluya. Musa akaenda akakaa miaka 40 jangwani. Alipokaa ile miaka 40, aliporudi sasa ndio akawa kiongozi ambaye Mungu alitaka awakomboe watu. Ni kitu kinachoitwa muda wa Mungu wa matengenezo. Muda wa Mungu wa matengenezo. Madhara kukatiza muda, ndio hapo ambapo anatokea kiongozi mbovu mahali popote pale. Kiongozi mbovu mahali popote pale ni kiongozi ambaye hataki kwenda kusacrifice, hataki kujisacrifice, hataki kupitishwa katika madarasa ya matengenezo. Anataka tu kuamka leo, nimeoteshwa ndoto, nimefunuliwa maono, nimeonyeshwa na Mungu. Na ni kweli au maono ni ya Mungu? Kaota ndoto, Mungu ananionyesha nimekuwa nabii wa mataifa. Mimi Mungu kanionyesha ni mtumishi wa Mungu mkubwa, nina huduma kubwa, Mungu kasema nami mambo makubwa. Mungu hajadanganya. Hata Mungu alisema na Musa hivyo hivyo, aliona katika namna yake. Hata Hawa pale Eden waliambiwa, nyinyi mmeumbwa kwa mfano wangu na kwa sura yangu, mkatawale na mkamiliki. Lakini yale mambo yakuja kama walivyotaka kwa wakati, lakini wenyewe wakafupisha, wakataka vile vitu, wakaangukia pabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Muangalie Nebukadreza. Angalia viongozi wa bofu. Mmoja wapo alikuwa ni Nebukadreza. Tunamfahamu kwenye kitabu cha Daniel sura ile ya 6, sura ya 1 na kuendelea mpaka 5. Huyu alipata uongozi, alikuwa leader na alikuwa mfalme katika ufalme wa dunia. Lakini kuna kitu alikimisi katika uongozi wake. Alichokimisi katika uongozi wake ni kitu kinachoitwa unyenyekevu. Ni kitu kinachoitwa huruma. Na huruma hii nakwambia angeipata ndani ya muda kama asingekatiza pengine huo mkati wake. Mwisho wa siku akawa ni kiongozi, lakini miongozi mwovu. Kiongozi mwovu, kwa sababu aliaboti mission ya muda wa matengenezo ya maisha yake ya uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo angalia kila mahali, hata ule mnara wa Babeli ukisoma Mwanzo ile sura ya 10, si ndio? Wale watu wakakusanyika wakasema tunaenda kujenga mji na mnara ili tumfikie Mungu mbinguni. Walianza kujenga ili wamfikie Mungu mbinguni, lakini walisahau kwamba wanahitaji kwanza kujengwa roho zao, wajue namna ambavyo unapaswa kumtumikia Mungu.
lakini wenyewe walikurupuka, akasema tunaenda kujenga mnara tumfikie Mungu. Na ukitaka kujua walikuwa na akili zao tofauti, wakasema tujijengee sisi jina, sio mjengee Mungu jina, tujijengee sisi jina ili tumfikie Mungu mbinguni. Mungu akaona mawazo yao kuwa ni upuuzi, kaenda akasambaratisha. Lakini kulikuwa kuna wakati ambao Mungu alikuwa anaenda kutengeneza namna kufikia Mungu katika usemi mmoja na lugha moja kwa kupitia Roho Mtakatifu. Lakini wenyewe hawakutaka Roho Mtakatifu, walitaka akili zao wenyewe waende. Hawakusubiria wakati wa Roho, wakaenda na wakati wao, wakaenda na matazamio yao. Mwisho wa siku ikawa ni uharibifu. Angalia ile Babeli ilivyokuwa. Babeli ilikuwaje? Ndio ilikuja kuwa mateso, japokuwa Mungu aliwasambaratisha, lakini ile Babeli ilikuja kuinuka, ndio ikawa ni chanzo cha miungu na masanamu na madhabahu za mashetani katika dunia na katika ulimwengu. Babeli. Yaani wale watu japokuwa walishindwa, walisambaratishwa, lakini angalia uovu uliendelea kutokea pale. Hivyo wangefanikiwa kufanya kile kitendo, hii dunia si ndio ingekuwa misingi ya mashetani. Wanakataa matengenezo ya Mungu, muda wa Mungu kuwatengeneza, wanakurupuka, wanafanya mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hili ni jambo ambalo nataka sisi tulijue kwamba kazi zote tunazoziona za Mungu hazitokeage overnight. Ndio maana anatufundisha sana kwa mifano ya miti au mimea. Unaupanda leo, unakuwa, unapitia stage, mwisho wa siku unatoa matunda. Ua mpaka linatokea linakuwa zuri, lina muda. Chochote kinachotokea kuwa kizuri kinachukua muda. Sasa sisi wanadamu na sisi tunataka tutokee tu wazuri, lakini muda wa Mungu na muda wa Mungu tutengeneza hatuhitaji. Tunataka mambo yatokee ghafla bin vu. Bwana wetu Yesu Kristo ilichukua muda wa miaka 30. Muda wa miaka 30. Katika matengenezo ya miaka 30, lakini muda mfupi wa kufanya huduma. Lakini sisi tunataka tufanye huduma muda mrefu, alafu muda mfupi wa matengenezo. Ndio tabia yetu sisi hiyo. Yaani Mungu kukufinyanga, Mungu tumia dakika 5 tu, siku 5 tu, wiki, mwisho. Alafu nikafanya huduma throughout my life. Tunatakaga hilo jambo. Huo sio uongozi mzuri. Bwana asifiwe sana. Sio namna fulani ya kuja kumtumikia Mungu vizuri. Kumtumikia Mungu vizuri ni matengenezo mengi kwanza, huduma fupi. Na nikupe mfano hata katika maisha kawaida. Waangalie viongozi ambao leo wanasifika kuwa na uongozi bora duniani. Waangalie hao watu. Hawanaga uchu wa madaraka, lakini wanakuwa na uchu wa mapinduzi na kutaka kuleta mabadiliko katika nchi. Nikupe mfano wa Nelson Mandela. Nelson Mandela, kipindi hicho nchi ya South Africa kulikuwa kuna ubaguzi usiokuwa kawaida wa hali ya juu kutoka kwa Dutch wazungu. Kiasi cha kwamba kuna mitaa huko ukipita ukionekana tu mtu mweusi ni shaba. Sio unaambiwa ondoka. Yaani ukipita tu, iwe ni kwa bahati mbaya, iwe ni kwa makusudi. Ni sawasawa na panya anaonekana chumbani. Atatafutwa na kuindwa mpaka patikane, hata toka nje mpaka uliwe. Kwa huko ukipita baadhi ya mitaa ni shaba. Ulikuwa uruhusiwa hata kwenye swala la siasa au kuongea chochote, haikuruhusiwa. Nelson Mandela akainuka kama mwanasheria kipindi tangu akiwa kijana mdogo. Akaanza kuingia katika vyama vya siasa vya watu weusi kule. Kanapaza sauti yake, akanaomba misaada kutoka katika mataifa. Mpaka kuna siku ikafikia kipindi akasema sasa maneno hayatoshi, na mimi nitaingia kuwa muasi. Akachukua akatafuta kikundi chake cha wasi, akaenda akasoma huko wasi, akaanza wasi South Africa. Wazungu walipomuona akamkamata, akamtia gerezani. Walipomtia gerezani, kule gerezani akupelekwa tu gereza kama gereza la kawaida tu. Aliingizwa magereza yale kama gereza aliloingizwa Yusufu. Yaani unajiandaa wewe kwenda kunyongwa, kuuliwa wakati wote. Akiwa kule gerezani, wakawa wanamfuata, wanamwambia acha hizo habari zako, tutakufanya kuwa huru. Na miaka imeshapita mingi hapo. Alikaa gerezani miaka 27. Acha hizo habari zako, tutakutoa huru. Akasema mimi siwezi kuacha kutetea uhuru wa nchi yangu na watu wangu. Nitasema kwa namna zote nikiwa huko gerezani. Kaa gereza mpaka gereza alimtaki.
asafa kule anateseka. Mpaka akiwa kule gerezani akaanza kusumuja akasema, kwanza jambo la kwanza nilikosea mimi kuchukua bunduki kwenda kupigana. Ningepaswa nitumie njia nyingine ya kuleta ukombozi kwa taifa langu. Alikubali makosa yake. Alafu akaandika neno moja sana ambalo pia ligusa mioyo ya watu wengi. Akasema hakuna kazi iliyo kubwa hapa duniani kama mtu kujitengeneza mwenyewe tabia yake. Mimi nimeona hiyo ndio kazi kubwa sana hapa duniani. Mtu kujitengeneza kwanza yeye mwenyewe kabla kwenda kuwatengeneza wengine. Kwa anasema mimi nikiwa gerezani nilianza kujitengeneza kwanza mimi mwenyewe. Kwa akagundua mistake zake na makosa yake kule. Lakini hakuacha kungangania uhuru wa taifa lake. Kwa muda wa miaka 27 mtu yuko gerezani mpaka uhuru unakuja kupatikana mwaka 94. Katika mataifa ya Afrika, taifa la mwisho kabisa kupata uhuru lilikuwa ni taifa la South Africa. Yaani mimi mpaka nazaliwa lile taifa bado lipo katika utumwa. Wakati mataifa mengine kutarehe shapata siku nyingi uhuru anakula raha. Tena mnapeleka tu dokumenti kwa Uingereza, jamani hiyo chukueni uhuru wenu. Wale kule walipigania uhuru. Wale ndo walipigania uhuru. Akatoka kule kwenye kifungo kwa sababu ya zile sera zake, hoja zake na kusimamia, wakapewa uhuru. Alipopewa uhuru akawa rais wa kwanza South Africa. Akakaa kwenye uongozi miaka 5 tu, akawachia wengine. Sema mimi hata miaka 5 ilikuwa sikuwa sihitaji. Mimi nilikuwa nataka taifa langu lipate uhuru. 99 akawachia wengine wakatawala. Tukasema asiona kiongozi kama huyu. Sasa kuna nchi ambazo ni jirani hapo hazikuhangaika, lakini baba akiingia kwenye kiti cha urais anangangania hapo mpaka miaka 200. Yaani angepota miaka 500 angetaka kukaa pale pale. Mpaka leo kuna watu ambao ni marais wa mataifa lakini bado wamengangania huko. Hao ndio wale watu wanakosa maandalizi, wanataka huduma. Hicho ni kitu kibaya kupita kiasi. Na hivyo na sisi tujue kabisa utumishi ulio bora na utumishi ambao Mungu anautukuza sana ni utumishi ambao unavumilia muda wa Mungu. Na nitakuonyesha hapa katika huu muda wa Mungu, Mungu anafanyaga nini katika maisha ya mtu. Sio kwamba umekaa tu unasubiri. Mungu anafanyaga nini katika maisha ya mtu. Sisi tukijiangalia tunasema tumechelewa. Mungu kuchelewa kwa mwanadamu ni siku ile anaenda kaburini. Yaani siku umeenda kaburini ujione hujafanya chochote, hapo ndugu yangu umechelewa. Lakini as long as unatembea na Mungu kila siku, ndugu yangu, kila mmoja kuna namna ambavyo kusudi lake linawezekana likaonekana na maana na likana na msaada katika ufalme wa Mungu katika majira mbali, mwingine katika majira karibu. Inategemea na jinsi Mungu anatengeneza nini katika moyo wa huyo mtu au maisha huyo mtu. Na sio tu katika kuhudumu, lakini Mungu anamtafuta mwanadamu anemkamilisha yeye. Atake kuwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo unakwenda kukamilika kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu baadaye sana. Ndio maana maisha imani haya ni muda tu. Yaani tunatembea ndani ya muda wa Mungu. Sio kusema Mungu nimechelewa, Mungu anijibu, Mungu uko wapi? Mbona sikuoni? Ndio nini shetani anaanza kuletea kwake sasa? Ati hivi ndio Mungu alivyosema. Wewe utakuwa kama Mungu, pita hivi. Wewe nenda katafute kitu fulani bwana. Tafuta njia fulani bwana, shortcut hapo. Umalize mambo. Kama hao. Wakaenda katafuta shortcut vyake huko. Mwisho wa siku wakapata alichokipata. Wakatusababisha matatizo ambayo hata sisi tunashiriki leo. Bwana asifiwe sana. Angalia muda wa Mungu ni wa thamani sana. Alafu upende pia. Kama Mungu, Mungu ana haraka. Wewe una haraka gani? Mungu angewaleta watu wote duniani bilioni 50 wote, tungeletwa kipindi kile cha Eden pale. Dunia tungetosha hapa. Lakini kuna watu mpaka leo aliotamka kule mpaka leo hajaje. Wewe una haraka gani? Israeli hao mitume wakakusanyika akamwambia Bwana, huu ndio wakati wewe kuwaletea Israeli ufalme, kuwarudishia Israeli ufalme. Kiherehere. Yesu akamwambiaje? Si kazi yenu kujua majira wala sala wakati ambao Mungu kaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Wakati mwingine si kazi yako wewe kufahamu. Mwache Mungu atende. Mwache Mungu arekebishe. Mwache Mungu amuumbe ule mtoto. Mwache Mungu amtengeneze kile kiumbe, akipe mifupa, misuli, kila kitu. Mwisho wa siku tu, inakaribia mwisho wa siku tu, ile siku unagundua kusudi maalum uliloletewa duniani ilikuwa ile. Purpose, ile kusudi, purpose la kuwepo. Kitu gani Mungu alikuitia kwa
wengine, kwa watu wengine kilikuwa kumbe ni hiki, lakini mwanzoni sikukielewa. Mwanzoni shetani tu akanambia ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Mbona unatembea huko tu ovyo ovyo tu? Hujui vitu vingi. Mwambie shetani nitajua tu. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mambo ambayo nataka uyajue ambayo matano tu, alafu tutaenda katika kujifunza kwa maswala majibu. Mambo ambayo nataka uyajue katika muda ambao Mungu unaona kama vile si muda wako, ni muda wa Mungu. Unaona kama vile hamna chochote kinachotendeka. Katika huo muda Mungu anafanya mambo mangapi? Mambo gani? Jambo la kwanza ambalo Mungu anafanya ni kutujengea uzoefu. Amina. Mungu akitaka kutujengea sisi ndani, tuseme ile manto au ile namna ya kujua kusudi au kulitenda kusudi lake vizuri, kitu kinachoitwa uzoefu kinahitaji muda. Amina. Sisi wote tuko hapa, wakati mwingine Mungu leo hii unaweza kuwa unavijua vitu leo hii kwa sababu ya uzoefu wako katika imani au katika Ukristo au katika utumishi. Lakini hivi vitu usingekuwa navyo kama ingekuwa ni leo na kesho kafanye kitu fulani. Najua hapa katika huduma na katika kufanya injilisti tumeshakutana na watu wanaotudanganya mara nyingi, si ndio? Takuja kanisani kesho. Kweli kabisa. Yaani mimi hapa ndo kanisani kwangu, nitakuwepo hapa kila siku. Mwingine anakupiga chenga mpaka unamfuatilia, na kesho anakupiga chenga. Sasa mwingine anaweza kuuliza, hivi inawezekanaje wewe bado unaendelea kumfuatilia mtu kama huyo, bado unaendelea kuwa na muda? Kuna uzoefu ambao Mungu aliotengeneza ndani ya muda. Unaanza kujua tabia za watu, unaanza kujua nature, mazingira, unaanza kujua namna kuendana na watu, namna kuendana na tabia za watu. Kanisa bora, kanisa zuri la Kristo alichomukagi tu overnight. Yaani alitokeagi, ukiona kanisa bora zuri la Kristo, no, aliwagi hivyo. Lazima mkae huko, muone namna gani mnaburutana huko, muone namna gani unafiki unatokea huko, namna gani hivi, alafu ujue shetani kumbe anatokeaga hapa. Nimeshamjua shetani, nimeshazijua fikra za shetani zinakuaga kwa namna hii. Kwa hiyo kitu hata kikija baadaye najua kinaanzia pale kinaishia pale. Unipati shetani. Ulishajengea uzoefu, lakini hiyo ilihitaji muda. Haikuhitaji kitu ambacho kinatokea tu leo na kesho. Mungu anataka watu ambao wanapata uzoefu na ukomavu wa mambo ya kiroho. Kwa hiyo muda Mungu anakupa, unaona ni muda wa majaribio, ni Mungu anakutengenezea ukomavu, usugu, gamba la kiroho. Kila mahali ukisimama, popote utakapokwenda, yes, hichi kitu nishawahi kupitiaga huko nyuma. No, haya mazingira haya nishawahi kupitiaga huko nyuma. Hii hali nishawahi kupitiaga huko nyuma. Hapa hamna chochote kinachoweza kunitaabisha, kunisumbua. Lakini muangalie mtoto leo wa kiroho, mchanga leo, alale njaa siku moja. Jana alikuwa anapewa kila siku, Mungu anamfanyia tu baraka. Alafu leo apitika hali fulani ambacho sio kazuri, kashakimbia, kashapotea mbele uso wa Mungu. Lakini kama wewe umekaa muda fulani katika imani, unaanza kuzijua pattern za Mungu. Mungu anafanyaje, Mungu analetaje, unajua kabisa kwamba hata hichi kipindi kitapita tu. Unajua kabisa kwamba majira ya gandagi yanakujaga, haya yanaondokaga hivyo. Yaani unaanza kumuelewa Mungu namna anavyofanya kazi katika maisha yako. Hofu hazipo, mashaka hayapo, wasiwasi haupo. Mimi leo nikijiangalia na nilivyokuwa mwanzoni nilipomwamini Yesu Kristo, nimejigundua na tofauti kubwa sana. Na hii tofauti nimeweza kumuelewa Mungu jinsi anavyotembea katika maisha yangu na anavyofanya katika maisha yangu. Imenijengea imani kubwa sana na Mungu. Mimi stress za maisha hizo zishakufaga ndani yangu siku nyingi. Bwana asifiwe sana. Yaani hizo hazipo ndani yangu. Sio kwa sababu nina imani sana, hapana. Lakini kwa sababu uzoefu wa maisha ambao Mungu anipitisha miaka yote hii katika imani. Huwezi kuniogopesha kesho itakuwaje. Niwe na hela, nisiwe sina hela. Huwezi kunitisha kwa kitisho hicho hata siku moja. Yaani haiwezekani.
Kwa sababu gani? Siwezi, yani hicho kitu hakiwezi yani kutokea ndani yangu. Ninamjua Mungu ninayemtumikia na nimemwona kwa uzoefu wa maisha yangu siku zote. Kama kuniacha jana, ataniachaje leo? Hamjafahamu bado? Yesu anakuambia hamjafahamu bado? Ile mikate 5 kwa watu wengi. Hamjafahamu bado? Siwezi kuwafanyia tena na leo. Anaweza Mungu kufanya. Kwa hiyo stress hiyo haipo kwangu. Bwana asifiwe sana. Lakini ilihitaji muda. Nisingepitishwa katika muda, hii hali isingekuwepo leo. Ningekuwa na mashaka na Mungu. Mungu nimemkosea nini? Kuna mahali Mungu ni nimeshamgundua Mungu hata kuna kipindi ambacho namkosea, lakini Mungu naona rehema zake juu yangu. Mpaka nikawa najiuliza, naambia Mungu, hapa nilijua ungeniadhibu kweli kweli. Lakini naanza kujua kumbe Mungu wakati mwingine anakuambia sitaki sadaka, nataka rehema. Mungu, yani ufahamu wake umezidi fikra zetu. Yani wakati ambapo Mungu namzania hivi, kumbe hayuko hivyo. Anakuambia kama mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, ndivyo hivyo rehema zake zilivyo nyingi kwetu. Yani huwezi kumpangia formula fulani hivi. Mwache tu, mwambie Bwana, najiachilia kwako, fanya upendalo. Na atafanya na utaona. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uzoefu au kujua mambo inategemea na muda Mungu ambao wewe unaona ni muda wa kusubiri, lakini ni muda ambao Mungu anatengeneza uzoefu ndani yako. Haleluya. Jambo la pili ambalo Mungu analitengenezaga katika kipindi ambacho ni cha muda, ambacho wakati mwingine wewe unakiona kama ni wasteful, unaona kama vile mbona hamna lolote. Mungu anakujengea ufasaha wa ile njia, ufasaha wa njia, yani kuijua ile njia katika ufasaha. Na hiyo inakujaga katika kuelewa vizuri ufahamu au kupata vizuri ufahamu wa neno la Mungu. Kupata ufahamu mzuri wa neno la Mungu. Neno la Mungu ni kuambia ukweli. Jinsi unavyoelewa wewe sasa hivi, ukweli ni kwamba ni tofauti na unavyokuwa unaelewa ulivyookoka miaka ya nyuma. Ajalishi ulikuwa uko very genuine kiasi gani. Ulisoma Biblia na kuimaliza, lakini leo unashangaa unaelewa vizuri zaidi, si ndio? Au unaelewa mpango wa Mungu vizuri zaidi, au unaelewa kusudi la Mungu vizuri zaidi. Hiyo inatakaga muda. Mtu anakuambia nimesoma Biblia yote. Kuna kijana mmoja alikuwa ni Muislamu, aliangalia ile movie ya Bwana Yesu. Movie fulani inaitwaje? Zamani, sijui kama mpaka leo ipo. Ilikuwa inaeleza matukio kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo. Asema sasa hivi najua Biblia yote, kwa sababu kaangalia movie. Yaani hata ukisoma Biblia yote bado hujaijua. Hata ukifahamu bado hujafahamu. Lakini kipindi baada ya kipindi ufahamu mpana zaidi unakuja. Ufahamu mpana zaidi unakuja. Ufahamu mpana zaidi unajikuta uko katika njia ile fasaha na sahihi zaidi. Watu wanokurupukaga ambao hataki kutengenezwa ndani ya muda. Ndio yule mtu tukapata ufunuo wake, sijui katoka na ufunuo wake kakurupuka huko, hata ana muda wa kufundishwa, ana muda hivyo kaenda kufungua huduma, labda pengine kaenda kufundisha, pengine kaenda kufanya hivi na hivi, anaanza kufundisha uongo. Ndio anafundisha kwa nia njema, lakini anafundisha vitu ambavyo havina msingi mizuri. Lakini ndani ya muda unagundua kwamba Mungu kila siku anakurefine. Anakufanya kila siku kuwa mpya, kupata ufahamu mzuri zaidi wa neno lake na ufahamu wake. Kwa unajikuta wewe baadaye unajikuta ni Mkristo bora kuliko leo wa sasa hivi. Kuna mambo ambayo unajua leo, ukimhadithia mtu ambaye kaokoka hawezi kuelewa. Ataona kama vile ni habari mchanganyiko, lakini wewe umeelewa. Inahitaji muda, na Mungu anataka kutufundisha kumjua yeye katika kweli yote. Amen. Ndio maana muda wa Mungu ni mzuri zaidi. Lakini ndani ya muda, jambo la tatu, Mungu anatufundisha kitu kinachoitwa uvumilivu. Uvumilivu ni kitu ambacho Mungu anatufundisha. Kuna vipindi utapitishwa, vipindi vya majaribu, vipindi vigumu, vipindi vya shida, vipindi vya tabu. Hapo panaitwa uvumilivu. Kwa sababu gani? Kuna kipindi ambacho utahitaji kuwavumilia wengine. Kuna kipindi ambacho utahitaji kuvumilia ili wengine waige uvumilivu wako. Amina. Sasa wewe unataka kwenda kuwasaidia watu ambao ni wanyonge, wadhaifu, alafu wewe mwenyewe unakuwa dhaifu. Inatoka wapi? Lazima uonekane kwanza wewe ni mvumilivu ili wengine waje kuiga uvumilivu wako.
washangae umewezaje kupita katika mazingira haya, umewezaje kusimama majaribu hayo, umeyavukaje. Inahitaji muda kabisa. Kuna huduma nyingine unakuta unasikia huduma nyingi sana. Unajua huduma nyingi zinakufa au zinaondoka, na unakuta wanaanzaga huduma, unakuta wanaanza vizuri sana, na ni Mungu anawapa karama nzuri sana, na wana vipawa vizuri sana, na wana nguvu ya kuwashawishi watu na kuja kanisani, na wakisimama hivi unasema this nguvu za Mungu, neema ya Mungu inatembea na watu na huyu mtu. Lakini anaweza kapitia kipindi fulani, labda watu wakawa ni wale wale. Kuna mama mmoja alinipigia simu, mtumishi mmoja wa Mungu alinipigia simu akaniambia mimi nakaribia kukata tamaa na kuacha huduma. Nikamwambia kwa sababu gani? Kanisa lina washirika 70 wale wale muda mrefu, lakini zamani tulikuwa tunaenda vizuri. Sasa hivi mimi naona kama vile hii kazi siwezi. Una muda gani kwenye huduma? Hajamaliza hata miaka 2. Nataka kufunga huduma. Kachoka. Mambo si mambo, hali si hali. Mwingine hata na miezi 3 tukashachoka na huduma na acha. Anakwambia anakuuzia vyombo. Na mchungaji mmoja alinipigia simu, jirani tu hapo, na kanisa kama hili alikuwa ashalitengeneza, na sisi tulienda pale, nakumbuka kabla hajaanza kwenda kupata maarifa kuhusu namna alivyoanza. Na tulikuwa tunapita pale, tulikuwa tunaona wanaomba, wanaabudu na kusifu. Siku kashaondoka. Moja kupigiwa simu bana, anauza keyboard. Sasa hii hali inakuaje? Wewe mchungaji una wito, alafu unaacha kazi ya Mungu. Unasema nimeshachoka, ngoja nikafanye shughuli nyingine. Alienda kulima matikiti. Yaani anaenda kuwa mkulima matikiti. Sikatai, fanya kazi zako za kulima matikiti. Sio ni sehemu za kusupport huduma, lakini maono ndugu yangu. Mtumishi wa Mungu, mchungaji, ushaamua maji ukiyavulia nguo sharti yaoge. Tazekea huko hata kama utabaki na mshirika mmoja. Taenda. Bwana asifiwe sana. Uvumilivu huo lazima ufundishwe. Lazima ufundishwe ndani ya muda. Sasa watu kama unakuta wamekosa kitu cha kufundishwa na Mungu, wamekosa muda, walisikia wito wakaenda kaanza kazi ya Mungu, wameskip madarasa ya Mungu. Usiskip madarasa ya Mungu. Inahitaji uvumilivu sana, kubwa sana. Na wakati mwingine unawekwa chini hata ya wachungaji au watumishi wa Mungu. Unatumika kwa muda mrefu kama Elisha, kama Yoshua, kana Musa pale, unatumika muda mrefu. Fundishwa uvumilivu. Na jambo la mwisho la 4, unafundishwa au unaombiwa ndani yako unyenyekevu. Amina. Watu ambao wanaandaliwa kwa muda mrefu naturally wanaangukia katika kitu kinachoitwa unyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu atafanya akigundua kwamba kwa nguvu zangu siwezi, namhitaji Mungu tu. Mpaka nimeshazeeka hapa kama Bwana Musa. Mwisho wa siku tu unyenyekevu utaanza kutokea ndani ya maisha yake. Na hapo ndipo Mungu anafanyaga kazi. Mungu anafanyaga kazi katika unyenyekevu wa moyo. Na unyenyekevu wa moyo uko upima kwa maneno. Hawezi tukaupima kwa vitu ambavyo tunaweza tukazungumza. Mungu tu mwenyewe anajua. Unyenyekevu pale umeshafikiwa. Tayari inatosha. Kwa hiyo unyenyekevu Mungu anaujenga pale ambapo utasubiri, pengine utakosa, pengine utamgoja Mungu, pengine utamlilia Mungu tangu. Lakini ile kitu ambacho kinatokeaga ile kitu kimeshakuwa kikubwa, kimetokea, naona napata kila kitu na kitu. Mungu alionyesha maono, mimi ni nabii, unaanza kutoa unabii hapo hapo, unaanza kuombea mafuta yanatokea hapo, utatoka hapo. Sitaona ni kwa nguvu zako. Lakini nenda kataabike huko. Miaka 10, miaka 20. Taabika tu huko. Siku Mungu akiongeza neema, utasema sio kwa nguvu zangu hata siku. Hii ni kwa mkono wa Mungu, sio kwangu mimi. Na ndivyo ambavyo Mungu anatengeneza watu wake ndani ya muda. Process ya Mungu usikimbie. Amen. Mtu asikwambie nimechelewa, umechelewa. Si umechelewa, mwambie niko kwenye process. Uko kuchelewa ni wewe ndio umechelewa. Mimi sijachelewa. Bwana asifiwe sana. As long as unatembea na Mungu wako,
Tembea na Mungu wako kila siku. Usikubali mission yako iwe aborted kama Hawa na Adam pale Eden. Wameambiwa watakuwa kama Mungu. Wameambiwa wenyewe wameshakuwa kama, wameumbwa kama Mungu. Wenyewe ni miungu. Wanakuja kuambia mbona tuoni processes? Mbona tuoni mkijua jema na baya? Hapana, mwambie mtu mimi ni mtumishi mkubwa. Mtu akwambia mbona wewe umeitwa kuwa mtumishi mkubwa? Mbona sikuoni wewe kama ni mtumishi mkubwa? Mwambie Mungu kashaniambia. Mungu ananitengeneza. Niko kiwandani. Mungu ananifanya anavyotaka yeye niwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ishi maisha imani, ishi maisha Ukristo katika muda. Usiukatize muda wako kwa lolote lile. Mtu asikwambie nimechelewa au nimefanya nini. Wewe mtumikie Mungu. Tunahitaji tu kumtumikia Mungu, kufanya kazi yetu na kusudi letu kama kawaida siku zote. Hakuna kasoro yote ndani yako. Lakini ongeza juhudi, ongeza bidii. Hivyo tu, tembea na Mungu wako. Utajua sababu ya mambo mengi baadaye. Mimi kuna vitu vingi nimekuja kujua sababu leo hii ambavyo vilitokeaga nyuma. Nasema kweli nisingepitishwa pale au muda usingetokea, hivi vitu nisingevipitia. Kuna kipindi, kuna wakati unaambia Mungu mkatisha muda, mbona umekuwa mwingi sana? Lakini Mungu akwambia baki hapo. Ongeza hapo miezi 6. Ongeza hapo miezi 10. Tabika tu. Nasumbuka tu. Lakini ukishatoka pale, kuna kitu Mungu akijenga ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanapenda muda wa Mungu? Wangapi wanapenda process za Mungu? Wanasema ngoja umiza matumbo yani ndio akili ya kibinadamu. Yani ngoja umiza matumbo. Lakini ninakwambia wewe ni mtu bora sana machoni pa Mungu. Usijidharau wala usijione kwamba hakuna lolote. Endelea tu. Siku yako itafika na ishafika na unaendelea na siku zako, lakini makusudi mengine ya Mungu utayajua baadaye. Yesu akamwambia kina Petro, mnaofanya sasa mtajua sasa, mtajua baadaye. Kuna mambo ambayo Mungu anafanya ndani yako utajua sasa, utakuja kuyajua baadaye. Wewe jiangalie tu, je, natembea katika njia za Mungu? Natembea katika utakatifu? Natembea katika ukamilifu? Namtumikia Mungu? Ninasali? Ninaomba? Full stop. Mungu hahitaji sadaka. Mungu anataka rehema. Hahitaji jinsi gani unasema Mungu simekutumikia, mbona sioni mautumishi makubwa? Mungu anakuambia mimi nakutaka wewe ni kureform, ni kutransform. Naweza ngakupa huduma siku 2 tu, ondoka duniani. Ya mwezi mmoja tu, ondoka duniani. Bwana Yesu miaka 3 tu, ondoka. Kwa hiyo ukamwangalia Mungu kwa macho kwamba mahuduma makubwa, miaka mingi ya kutumika, mpaka nini na nini. Tulia. Mwache Mungu afanye process yake kwako. Yani kila mmoja na maandalizi na kusudi pekee, very unique purpose. Yani tuna makusudi very very unique. Na watu later wangeajua haya, usingekuwa na strive kutaka kufanana na mtu fulani. Usingekuwa unang'ang'ana wewe kukimbizana ili uonekane kama mtu fulani, nabii fulani. Uonekane kama mwalimu fulani, mtume fulani, nani fulani. Wewe ng'ang'ana kutengenezwa mwenyewe. Alafu Mungu akutumie wewe mwenyewe. Tutaona kazi nzuri za Mungu katikati yetu. Huyu ametengenezwa kwa njia ile, huyu kwa njia ile, huyu kwa njia ile. Tunapokutana hapa Mungu anatuhudumia very perfect. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumetembea ndani ya muda usiokatizwa wa Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa naamini kwa kupitia somo hili, kwa sababu ya muda tungeweza kwenda zaidi, lakini itosha kusema mambo haya tukiyazingatia yatatusaidia sana. Process nyingi tunazo. Kwa mfano, wanadamu wanapenda kukatisha process. Mfano, Mungu kaweka, kwa mfano, tendo la letu ndoa. Lakini mwanadamu sasa mpaka ndoa ifike, anaanza kukatiza, aenda kutafuta huko njia zake. Wanakutana huko, wanazini, wanazaa. Mwisho wa siku ndoa anakuja kuwa mabovu, tunakuja kuishi katika maisha mabovu. Kwa sababu gani? Hatutaki kufuata process, yani hatuna muda kungojea, hatuna muda kusubiri. Ndio kinazalika uzinzi. Unazalika wizi kwa sababu mtu hataki kushughulika na kupata kitu kwa taratibu. Anataka kupiga dili moja, sasa hivi ajenge lijumba awe Bill Gates. Mambo kama hayo tusiyaruhusu. Bwana asifiwe sana.
tuwe watu ambao tunaenda na process za Mungu wetu katika mafanikio yetu yote. Amen.